Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Leo tarehe 22 mwezi wa 4 2025. Mwenyezi Mungu mkuu aliyeziumba mbingu na nchi, na ndiye Mungu ambaye kila goti litapigwa na kila ulimi utamkiri ya kuwa ndiye Bwana pekee na Mwokozi. Alisema na mimi na kumtuma sana. Yeremia 1:7 nasema, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Amen. Kwa hiyo Mungu amekasirika sana, sababu kanisa linahitaji rehema na toba. Amekasirika sana. Mungu amenituma nije kukuonya urudi magotini, kuomba msamaha, toba na rehema akusamehe. Tuombe. Bwana Yesu Mungu mkuu, asante kwa kulipa nguvu, mamlaka na uwezo, vipawa na karama. Baba, si kwa akili yangu wala si kwa uwezo wangu, ni mamlaka ambayo iko ndani yangu na kwa ujumbe ambao Bwana Yesu umesema na mimi jana. Baba, ninaomba unitumie kama chombo kuufikisha, na kila atakayesikia uwe hai masikioni mwake, uishi na kumbadilisha kiroho, kimwili na nafsi yake, jamii ya usalama, taifa liwe salama na dunia ya salama, wakati tunajiandaa kwa ajili ya unyakuo, katika jina la Yesu Kristo Mungu hai. Amen. Mimi naitwa Alfred, ni mtume. Namba yangu ya Kitanzania ni alama ya kujumlisha 255 764 800 989. Narudia tena, Mungu amenituma nije kukuonya urudi magotini, kuomba msamaha, toba na rehema. Turudi kwenye Injili aliyotufundisha. Injili ya sasa hivi imetanguliza pesa zaidi kuliko ufalme wa Mungu. Mungu amekasirika sana, na sijui nikueleza kwa kiwango gani, kwa sababu mimi naongea naye kila siku, kila dakika. Amekasirika sana, na baadhi ya watumishi ambao kweli wana Mungu ndani yake wananielewa ninachokiongea. Utakuta kanisa linauza damu na kuuza Roho Mtakatifu. Kuuza damu na maanisha nini? Ninapoombea chochote kilimimika, nikasema kuanzia sasa ni damu ya Yesu, afu nikakuuzia, maana yake nimeuza damu ya Yesu. Au mafuta kwenye chupa, maana yake nimeuza ule upako. Au kitambaa, nimeuza ule upako. Upako ni nini? Upako ni Roho Mtakatifu. Mungu amekasirika kwa nini tunauza damu yake na tunamuuza Roho Mtakatifu. Okay, kama ni swala la cost, basi weka kiwango kidogo, alafu ili hata yule asiye na uwezo aweze kuafford, aweze kununua. Lakini ingewezekana gawa bure, kwa sababu ni sadaka zile za watu, ni watu ndio wametoa. Gawa bure, huna haja kufanya biashara. Kuna biashara kwenye kitu kingine. Kama Mungu amekupa neema ya kufanya vitu vingine tofauti, pata kipato kingine, ili yule ambaye anahitaji kukombolewa, mpe hiyo damu ya Yesu, mpe mwili wa Yesu, aende akasaidia. Ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna mtumishi ambaye wewe unamzidi nguvu, kwa sababu kuna baadhi wanasema kwamba mimi nauza kwa sababu na cover cost, au nauza kwa sababu nimeingia gharama kubwa. No. Yesu aliponya watu bila gharama. Mtume Paulo, Musa. Kwa nini wewe unatoza watu? Watumishi mmeweka kiingilio na masharti kuombea watu, impartation, au mtu ana shida. Mpaka inafikia watu unaweka viti maalum na kuweka kundi maalum, kwamba anayetoa 500,000 atakuja ataongea na mimi nusu saa. Anayetoa 100,000 ataongea na mimi dakika 5. Anayetoa 1,000,000 atakuja, atapewa chai na soda, atakaa kwenye AC. Unaweka kiingilio eti kwa sababu unasema kwamba wewe umepata upako kwa gharama kubwa. Gharama gani ambayo umeilipia unaweza kulinganisha na kiwango cha upako? Mwenye upako mwenyewe hajawahi kuchaji watu. Wapi Yesu alichaji watu? Unamsoma Mtume Paulo, au unataka kuniambia wewe una mamlaka na nguvu kuliko wale walitangulia? Una mamlaka kumliko Musa, kumliko Paulo, kumliko Marko, kumliko Yohana, Petro? Wapi unaona walichaji vingine? Yaani umemshusha Mungu kiasi ambacho kwamba hawezi anasema kwamba ndege wa angani hawajua watakula nini, watala wapi. Umemshusha Mungu kwamba hawezi kukidhi mahitaji yako mpaka uchaji watu. Yaani unaamini kwamba Mungu hawezi kujenga kanisa mpaka uchaji watu. Tumefika hatua gospel singers, wachungaji na washirika mbalimbali hawezi kuja kanisani kwako bila kiingilio, bila kuwapa hela. Okay, kama ni gharama zao, basi weka kiwango kidogo, kwamba okay, gharama yangu ya mimi kushika kanisani kwako kufanya huduma hii, naomba nilipie nauli na malazi ya basi hela kidogo ambayo ni reasonable. Lakini weka kiwango na weka conditions kwamba lazima utoe advance. Tunahitaji kumwomba rehema watumishi wa Mungu.
Tumefika hatua tunaogopa hata kufundisha ukweli, kwa sababu tunajua tukitamka ukweli, tukikemea dhambi hadharani, madhabahuni, tunaogopa washirika hawatatoa sadaka na baadhi wanaweza kaondoka. Come on guys, hao sio watu wako, hao ni watu Mungu amewaleta kwako, na Mungu anataka wafundishe injili ya kweli, waponye, waambie ukweli. Utake usitake, wachungaji asilimia kubwa ndio mnapeleka watu kuzimu, kwa sababu hamwambii ukweli, hamwafundishi. Na baadhi ya wachungaji hauna mamlaka ya kuombea watu, lakini cha ajabu, baada ya kumwambia mtu nenda kwa fulani ambaye atakuponya, wewe unang'ang'ana wakati unajua kwamba hawezi, na wengine wamefariki kwa sababu wamefia mikononi mwako. Mtu kama akiondoka aondoke. Lakini kwa nini Mungu anasema na wewe kwamba kafundisha somo hili hafu utaki kulifundisha, unabadilisha somo? Kwa nini unatumia akili zako? Na Biblia inaniambia amelaaniwa anayetumia akili zake. Kwa nini kwenda madhabahu unatumia akili zako? Tunahitaji kumwomba Mungu atusamehe. Tunahitaji toba. Baadhi ya wachungaji imefikia hatua mnaacha huduma ya kitumishi, mnakwenda kwenye siasa. Niambie, ni mtumishi gani ambaye unamfahamu kwa mkoa wako, kwa wilaya yako, kwa taifa lako, ambaye aliacha utumishi akaenda kwenye siasa na yuko salama? Nitajie mmoja. Haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu kwenye siasa wengi wanaongea uongo, wanatoa ahadi za uongo, na katika kutoa ahadi za uongo unajua kabisa imelaaniwa mtu anayeongea uongo. Kwenye Biblia unajua watu wangapi ambao wameangamia kwa sababu ya uongo, na ni laana, na Mungu amesema yeyote anayeongea uongo hawezi kufika katika ufalme wa Mungu. Wewe unaacha kutumikia watu, au watumishi kanisani au washirika kanisani watahudumiwa na nani? Wewe unakwenda kwenye siasa. Maanake ni nini? Umetanguliza tamaa mbele ya kupata hela. Na ahadi ambazo umezitoa jukwani ni ipi ambayo umetimiza? Wewe mtumishi unahitaji kuomba rehema, Mungu akusamehe. Tumefikia hatua kanisani tunadhani kwamba kanisa lenye watu wengi ndio lina Mungu. Hapana. Hata kama ni mtu mmoja, watu wawili, Mungu haangalii idadi ya watu. Jifunze wakati wa Nuhu, aliangamiza nchi nzima, wakapona Nuhu na familia yake. Angalia wakati wa Sodoma, aliangamiza Sodoma na Gomora yote. Kwa hiyo swala si watu wengi, no. Watumishi wa Mungu mnahitaji kumwomba Mungu awasamehe. Mimi kuna pointi nafika nashindwa kuelewa, watumishi wa Mungu mnagombania mamlaka kanisani, mnagombania vyeo, mnagombania mali. Tukai kanisani, yani mimi na wewe tuanze kujadili mali. Tunapelekana mpaka mahakamani kwa sababu ya mali, ambayo mali yenyewe ni sadaka ya kanisa. Kama mtu anang'ania mali, achana naye. Anajichukulia laana mwenyewe kwa sababu ile mali ni ya kanisa, ni watu wamechanga sadaka. Kwa nini? Yani tumefikia hatua tunang'ania vyeo. Cheo anatoa Mungu, mamlaka anatoa Mungu. Kwa nini mwanadamu nafikia hatua unamwacha Mungu? Sasa kama mnagombana, mnafika kupelekana mahakamani watumishi wa Mungu, je, ambao sio watumishi wa Mungu watapelekana wapi? Yani unataka kuniambia kwamba mahakama ina nguvu kuliko Mungu? Tunasahau kwamba Mungu ametupa mamlaka, madhabahu ndio yenye nguvu, kwa sababu madhabahu inaweza ikaitisha mvua na mvua ikanyesha. Hakuna mamlaka inaweza ikaitisha mvua. Madhabahu inaweza kufufua mtu. Hakuna mamlaka wala serikali inaweza kufufua mtu. Hata jeshi la polisi leo na watu kiasi gani haliwezi kufufua mtu, lakini mamlaka tuliopewa watumishi wa Mungu kwenye madhabahu ya Mungu, tumepewa mamlaka ambayo inaweza kubadilisha chochote wakati wowote. Na mnajua watumishi wa Mungu, Mungu mnamweka wapi? Mnahitaji toba. Watumishi wa Mungu kanisani, washirika, wanakwaya, mnafanya uzinzi, uchawi, mnatembea na ilizi, mnapanda kwenye madhabahu, lakini mna ilizi mkononi. Na unajua kabisa kwamba yeyote utakayemwekea mkono umemwambukiza ile roho ulionayo. Kwa hiyo kama una roho ya uzinzi au ushirikina na makina yeye umemwambukiza. Sasa ni washirika ni wangapi ambao umewateketeza, umewawekea matatizo? Unajua una talaka nyumbani kwako, umeachana na mke wako. Unajua una roho ya umasikini, una roho ya magonjwa, unawekea mikono kwa nini? Unahitaji toba. Na watumishi wa Mungu, washirika, naomba, hii sio akili yangu, ni Mungu amenituma niwaonye, na ninawaonya kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa nyingi sana zimeteketea kwa sababu ya uzinzi na ushirikina na uchawi, na mnajua. Na baadhi ya wachungaji mnasimama kabisa, mnashauri kwamba hii ndoa haifai, unatenganisha ndoa, wakati Biblia inasema alichokiunganisha Mungu huwezi kutenganisha. Hata mimi nakumbuka kuna washirika na watumishi wa Mungu wamesha kuniambia kwamba unatakiwa uachane na mke wako. Badala kuingia kwenye magoti kuomba hiyo roho itoke, roho ya talaka itoke, wewe unaachanisha ndoa. Tumefika hatua tunafungisha ndoa mama mjamzito. Hivi unajua ni laana kiasi gani ya yule mtoto ambaye unamuingiza? Kama mtoto alikuwa ni wa kiume wa kike, mama anapoapa kwamba wewe ndio mume wangu, sasa na wewe mpaka kufa, maana na yule mtoto aliye tumboni naye ameapa. Kwa sababu yule mtoto wa tumboni yeye yuko on behalf ya mama. Na ndio maana mtoto wa tumboni anaathirika kwa kile kitu ambacho mama anakiongea au anakitamka.
Mama akinywa pombe na mtoto ataathirika. Chochote ambacho mama anafanya kinamwathiri mtoto. Kwa hiyo kama mama aliapa madhabahuni kwamba, kwanza kumbuka kwamba hiyo madhabahu sio ya Mungu. Mungu hawezi kuruhusu ujinga wa namna hiyo. Kwa hiyo kama mama amekwenda madhabahuni akaapa, maana yake ni kwamba na mtoto ameapa. Na uone mtoto akizaliwa atakuwa na hofu, hatakuwa na hofu ya Mungu, na atakuwa ni mtoto ambaye anapenda ushirikina, anapenda ndoa za jinsia moja. Kwa sababu tayari mimi nashinda kuelewa watumishi wa Mungu, mnakwenda madhabahuni mnaanza kuongea comedy tu, vichekesho tu, asubuhi, mchana, jioni, vichekesho, na waumini nao mnashirikia, mnapiga makofi. Vichekesho mtakupeleka wapi? Mtafute Mungu. Mimi nategemea injili ya Mungu iwe na hofu ya Mungu. Yesu ni wapi ambapo uliona kwamba alihubiri watu wakacheka cheka? Wapi? Mtume Paulo ni wapi alihubiri watu wakacheka cheka? Popote aliposema Mtume Paulo au Yesu, watu walikaa wamepata ile hofu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu mtakatifu. Mungu anahitaji tumuogope. Mungu anahitaji tuwe na hofu ndani yake. Huwezi kuwa na Mungu kama una hofu ndani yake. Haiwezekani. Haiwezekani, na rudia tena, haiwezekani. Nenda kwenye harusi na masherehe ya Kikristo, utashangaa watu wanavaa nusu uchi, mpaka kanisani watu wanavaa uchi. Akina mama wanatembea vifua wazi, miguu iko wazi, mpaka maumbile yanaonekana, wamevaa nguo tight. Watumishi wa Mungu mnavaa tight madhabahuni. Ni wapi Biblia inasema kwamba mtumishi wa Mungu vae tight? Mimi ndio maana nimeshindwa. In fact, mtumishi wa Mungu yeyote ambaye kwenda na Mungu ndani yake hawezi kwenda kwenye sherehe za namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mtumishi wa Mungu ana jeshi la Mungu. Mungu amempa mamlaka. Kwa hiyo mimi ninapokuja hapo na najisika. Kwa nini? Kwa sababu ile jeshi yangu haiwezi kukaa, roho ya Bwana haiwezi kukaa kwenye unajisi, haiwezi kukaa sehemu chafu. Utashangaa baadhi ya familia za kichungaji, lakini mama wa kichungaji unavaa vitu vya ajabu. Tumefikia hatua baadhi ya makanisa kabisa, unasimama na unashika Biblia unafungisha ndoa ya jinsia moja. Tumeruhusu siasa makanisani. Yaani mwanasiasa unasimama katika kwenye madhabahu ya Mungu, unaongea uongo madhabahuni, unakwenda unahudumia watu, unaongea uongo, unatoa hadi hewa feki kabisa. Alafu unashangaa watu mmeacha kumtumikia Mungu, mnakwenda kwenye siasa. Na unajua kabisa kwamba Mungu amekutuma wewe mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi gani wa Mungu, narudia tena, ambao unamwona yuko salama? Aliacha kanisa, aliacha madhabahu, akaenda kufanya siasa na yuko salama. Nachoka kabisa ninavyoona kwamba baadhi ya makanisa hamuamini katika ndoto na maono na unabii. Hivi mnasoma Biblia gani? Mimi leo hii nimekuwa mtumishi wa Mungu kwa sababu Mungu ananitokea kila siku kwenye maono, kwenye ndoto, na ananipa unabii kila siku. Hata hichi ninachongea na wewe ni unabii amenipa. Akasema nenda kawaambie. Hata juzi nilitabiri, aliniambia kuna ndege itapata ajali, omba. Ilikuwa ya Tanzania, Mungu akaiokoa. Mimi kila siku ananipa unabii, kila siku. Watu wengi sana nimewapa unabii, waliopuuzia wameangamia. Sasa utaniambiaje kwamba wewe ibada yako au huduma yako haiamini katika ndoto na maono? Nachoka kabisa ninapoona Wakristo mnashindwa hata kutoa zaka. Mnashindwa kuelewa kwamba unapotoa zaka 10% ndio inakulinda usiugue na usipate ajali, kwa sababu inalinda Mungu aendelee kukuwezesha uendelee kufanya kazi, ili uendelee kutoa zaka, kanisa lake liendelee kujengwa. Kwa nini hamtoi zaka? Alafu unaona unalalamika matatizo. Madhabahu zingine hazina hata nguvu ya kuombea hata mtu anaumwa kichwa. Alafu Wakristo umekaa kimya tu. Kama madhabahu haiwezi kuombea mtu hata kuugua kichwa, maana ni kwamba mkishiriki meza ya Bwana na yule ambaye hawezi hata kuombea mtu kupona kichwa, hawezi kuwa akakusaidia. Kwa nini? Kwa sababu ile meza ya Bwana haiwezi kuwa na mamlaka ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unakunywa juisi na mkate au biskuti. Kwa sababu hakuna mamlaka ya Mungu pale. Inatakiwa mamlaka ya Mungu ishuke ndani ya ule mkate na ile juisi, ili kusudi mgonjwa apone, vichawa wafunguliwe. Na mamlaka ya Mungu ni papo inafanya kazi. Tumefikia hatua tunaheshimu watu, hatuheshimu madhabahu. Akija mkuu wa rais au mtume au nabii, tunampigia magoti, tunanyenyekea. Tutafagia uwanja mzima, tutafika miti, tutafanya usafi, tutapaka rangi. Kwa nini Mungu hatufanyi hivyo? Kuna baadhi ya watumishi wa Mungu nimeshuhudia kwa macho yangu, anavishwa socks, anavishwa viatu. Amekaa eti msaidizi wake anamvisha viatu, anamvisha socks. Niliumia sana, nilitoka pale machozi yananidondoka. Unataka kunyenyekewa na kutumikiwa kwa kiwango hicho? Tumefika hatua madhabahu hazina nguvu, hazina mamlaka, na hatuoni kama ni shida. Tunashindwa kufunga na kuomba na kutafuta uso wa Mungu, madhabahu ziwe na nguvu na mamlaka, tusaidie watu. Watumishi wa Mungu tunaomba Mungu aturehemu, tunaomba toba. Tumeacha injili ya Marko 16 mstari 15 mpaka 20 au Wakolosai 3. Mungu anasema kwamba nendeni ulimwenguni mkahubiri injili, vichawa wapone. Tusifikirie yako chini ya nchi. Unashangaa kanisa lina TV station, lakini wanaweka nyimbo za dunia. Nyimbo ukiangalia watu wanavua nguo, watu wanafanya vitu vya ajabu. Tunahitaji rehema. Mungu atusaidie na atuponye. Mungu amenituma nije kukuonya urudi magotini na kuomba.
sawa na alivyosema katika Yeremia 26 mstari wa 5, ukiasikiza maneno ya watumishi wangu hakika utapona, katika jina la Yesu. Shalom.